Tunaanza na producers. Binti anakuja studio kwako, unaanza kumtengenezea nyimbo. Ghafla binvu mmekuwa wapenzi, mmeanzisha mahusiano safi, hilo hatukatai, mnakula raha safi. Kwenye hao mahusiano umemrekodia binti ya watu nyimbo kama 6 au 2-3. Mkigombana kidogo tu, huyo binti nyimbo hapewi, nyimbo zote zinafutwa. Wewe acha ujinga wewe. Wewe acha upumbafu wewe, acha ujinga. Wewe acha ujinga, kichwa chako kifanye wewe producer wewe. Umekuwa na mahusiano na binti wa watu, umemtumia mjinga wewe. Umekuwa naye kwenye mahusiano, umeanza kufanya naye mahusiano, unaanza kufanya naye kazi. Mahusiano yakiisha unafuta na data zake, unapoteza mlolongo, unapoteza mwelekeo wa binti ya watu. Wewe acha ujinga. Acha kutongoza mabinti wanaokuja kufanya kazi na wewe. If you want to be a professional, acha kuchanganya na mapenzi, kazi na mapenzi. Hata hawa mabinti watoto wa kike na wao wanataka kutoka katika mziki. Sasa tutawatoa vipi kama nyinyi ukirekodi naye wimbo, ukiwa naye kwenye mahusiano, ukigombana kidogo tu, nyimbo zote unafuta. Wewe acha ujinga wewe. Wewe acha upumbafu, wewe acha ujinga. Huo ujinga wako unautoa kichwani mwako ule kwanza, ile unaotoa huo ujinga wewe. Yaani tupoteze vipaji vya watoto wa kike kwa sababu ya mapenzi yenu nyinyi. Kwa sababu ya mapenzi yako na ujinga wako wewe. Sasa twende na hivi. Producers wengi wanapenda kuanzisha mahusiano na wasanii wa kike. Na wasanii wa kike wengi wamekuwa wajinga. Wanapokuwa wakienda studio wanataka kuanzisha mahusiano na producers. Pale wanapokuwa wakianzisha mahusiano, basi tu wakigombana kidogo zinafutwa. Inakuwa tena hakuna kazi. Kazi inaharibika kwa sababu ya mapenzi. Watoto wa kike kweni sana makini. Mnapokuja studio, basi hakikisha fuata lengo lako. Kama unataka mtu akusaidie. Kama kashindwa kukusaidia, achana naye. Usitoe utu wako kwa sababu ya msaada ambao unataka kupata. Hiyo ni mbaya sana. Tuwasaidieni watoto wa kike, kwani kuna watoto wa kike wapo wengi sana wana vipaji. Lakini changamoto wanazokutana nazo ni hili swala la mahusiano. Watu wengi sana wamekuwa wakifika kwa producers au watu ambao wako eneo la studio lile, basi wanataka kuanzisha mahusiano na mabinti ambao na wao pia wana kiu na malengo yao ya kufika mbali kimziki. Basi unakuta malengo yao yanaharibika kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu ya ujinga tu. So kama unataka kweli kumsaidia huyo binti, basi msaidie. Na kama unataka kuwa naye na mahusiano, basi hakikisha usichanganye na kazi. Msaidie swala lingine na mahusiano yenu yawe sehemu nyingine. So hata kama mkigombana, isiwe chanzo cha kuweza kufuta ndoto zake huyo binti. Usiwe ni chanzo cha kuweza kufuta ndoto zake binti ambaye yeye pia amehangaika kutafuta chansi, ana kipaji chake. Basi imekuwa ni kazi sana kufikia malengo yake, kwa sababu wengi wenu mnataka kuwatumia na msiweze kuwapa kile ambacho kinachohitajika. So kama wewe ni producer, hakikisha unaamka. Kama wewe ni songwriter, unaamka pia. Hata wewe binti ambaye una kipaji chako, unataka kufika mbali, basi hakikisha unatoka kwenye hiyo zana ya kutaka kutongozwa na maproducers au na watu ambao wapo kwenye studio. Japo sio wote. Kuna baadhi ndio wenye hizi tabia, sio producer wote. Ni baadhi ya ambao wenye tabia mbaya ambazo zinakatisha ndoto ya mabinti wengi sana ambao wenye vipaji mtaani. So see you next time. Next time nitakuja kuwaelezea sababu zingine ambazo zinazofanya mabinti wengi sana waweze kukatishwa ndoto. So moja wapo ni hizi za maproducer na watu ambao wanawazunguka, hata hawa masongwriter wanawakatisha ndoto zao hawa mabinti wenye vipaji kwa sababu ya mapenzi.